nini? Imani yako. Wakati unasikia umekuwa mnyonge, uko very weak, ukiomba kwa Holy Ghost utapata nguvu zimefanya nini? Zirudi. Tutafunza Holy Ghost. Watu wajaza hapa na Holy Ghost. Walewe hata walale tu hapa. Si ndio? Siku moja natamani hiyo. Yes, have that experience of the Holy Spirit. Maisha yako itabadilika. Maana yeye atakuwa anakushawishi kila mara, hebu amka uombe. Utashtukia tu umeamka kwa usingizi umefanya nini? Umeanza kuomba. Lakini kama una hiyo Holy Spirit hautaweza kufanya nini? Kuomba. So you must pray in the Holy Ghost. Okay. Hiyo ni number 5. Number 6, we must pray with clear conscience. We must pray with clear conscience. 1 John 3:21. We must pray with clear conscience. In other words, tuombe bila kufanya nini? Kujihukumu. Kuna watu wanaomba na wanafanya nini? Wanajihukumu. Ndio maana tulisema when you are praying, you ask God for forgiveness, ndio? Kuna mwingine anaomba lakini anaanza kufikiria, mimi Mungu kweli atanisikia, mimi nimemkosea mambo mingi, maybe nimedanganya, nimefanya nini? You must pray with clear conscience. Tusome wapenzi, kwa English ndio mzuri. La. If our hearts condemn us, then we have confidence to God. Yes. Our hearts should not condemn us. Wacha kujikondem. Kama ulikuwa umefanya makosa, si tulisoma hiyo procedure, umeshatubu mbele za Mungu. Wewe unaombea hitaji lingine na bado unafikiria na Mungu kweli alinisamea. Unaanza kujihukumu mwenyewe. Mungu mwenyewe hakuhukumu. Lakini wewe unafanya nini? Unajihukumu. Kuna watu Mungu ameshawasamea lakini wenyewe hawajafanya nini? Hawajajisamea. Kwa hivyo kitu cha kwanza, uanze ujitakase. Ndio tunasema anza kujitakasa, na wakati unaomba utakaso Mungu akusamee, amini amefanya nini? Amekusamea. Wacha tena kuanza kufikiria na Mungu kweli alinisamea. Makosa yenye nilifanya kweli Mungu anaweza nisamee. Kwa hivyo your conscience should not condemn you. Have a clear conscience.